Siku zote nilijua kuwa maisha Dar es Salaam si lele mama, lakini sikuwahi kufikiri kuwa yangenigeuka kaburi la roho yangu nikiwa bado hai. Jina langu ni Kelvin, ila kwa watu wa karibu walinijua kama KA. Niliishi Sinza, kwenye chumba cha kupanga chenye dirisha lililopasuka pembeni, hewa ya joto ikizunguka kana kwamba pepo wa jua walikuwa wakipumulia ndani. Nilikuwa mpiga picha wa harusi, matukio na wakati mwingine studio, kazi ya kujikimu tu. Mapenzi niliamini nayo yalikuwa ya kweli, mpaka nilipokutana na Saida. Saida, mrembo wa Kiswahili damu, macho yake yalikuwa kama usiku wa mwezi, na sauti yake ilikuwa na ule mtetemo unaokuingia mpaka kwenye uti wa mgongo. Alikuwa tofauti. Tulikutana kwa bahati mbaya, au bahati mbaya ilijificha kama bahati nzuri. Ilikuwa usiku mmoja wa mvua, nilikuwa narudi kutoka kazi ya kupiga picha kwenye harusi maeneo ya Tabata. Gari la mwendokasi lilikuwa limejaa kupita maelezo, hivyo niliamua kutembea kidogo hadi pale ningeweza kupata bajaji au daladala lenye nafasi. Nilipokuwa napita karibu na daraja la Jangwani, nilimsikia akilia. Sauti ya kilio kilichokuwa hakina sauti. Kilio cha mtu aliyechoka, aliyekata tamaa. Alikuwa amekaa chini ya daraja, akijikinga na mvua kwa kanga yake ya bluu. Nilimsogelea taratibu. "Samahani dada, uko sawa?" niliuliza, nikijua fika kuwa swali hilo halitoshi kubeba maumivu aliyokuwa nayo. Alinitazama muda kidogo, macho yake yalikuwa mekundu, lakini haikuwa tu kwa kilio. Kulikuwa na kitu kingine, kitu kisichoelezeka. Kama alikuwa mtu wa kawaida, basi alikuwa amebeba historia isiyo ya kawaida. "Nisaidie tafadhali," aliniambia. "Saida." Niliamua kumpeleka nyumbani. Niliishi peke yangu na sikujua kama nilikuwa nafanya jambo sahihi, lakini moyo wangu ulisema ni sawa. Tulifika nyumbani saa 5 usiku. Nikampatia nguo zangu za kuvaa, sabuni na mablanketi yangu mawili niliyokuwa nayo. Alinyamaza siku nzima ya pili. Siku ya 3 aliniambia jina lake, "Naitwa Saida. Nilikuwa na mchumba wangu, akanisaliti, akanifukuza. Sina ndugu, sina pa kwenda." Sikujua kwa nini, lakini nilimwamini. Tulianza maisha pamoja. Taratibu akawa sehemu ya kila kitu changu. Alikuwa mpole, mnyenyekevu na mwenye upendo, angalau hivyo nilidhani. Lakini kuna usiku mmoja, usiku ambao sasa siwezi kuusahau hata nifunge macho mara milioni moja. Nilikuwa nimelala, nikasikia sauti ya mlango ukifunguliwa taratibu. Niliinuka, nikafikiri ni Saida, lakini sikumwona. Chumba kilikuwa kimya. Nilipotoka nje, nikamwona Saida akizungumza na mtu, lakini hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa amevaa koti la ngozi jeusi na macho yake yalikuwa meupe yote, bila mboni. "Nimekuambia bado," Saida alisema kwa sauti ndogo yenye woga. Mtu huyo aligeuka kunitazama. Nilihisi baridi kali ya ghafla ikapita mwilini mwangu, kisha ghafla wakaishiwa kama moshi. Nilipomhoji Saida asubuhi, aliniambia nilikuwa naota, lakini nilikumbuka harufu ya mkaa iliyobaki mlangoni, harufu ambayo haikuwa ya kawaida. Nimewahi kuota ndoto nyingi katika maisha yangu, lakini nilijua kabisa kuwa usiku ule sikuota. Niliuona ule mtu, nilihisi hewa aliyoipeleka, nilihisi hofu ya ukweli, si ya ndoto. Tangu siku ile, kila kitu kilianza kubadilika pole pole, kama upepo unaoleta mvua kubwa. Hauji kwa kishindo, lakini unakuja na alama zake. Siku chache baadaye, nilianza kuona tabia tofauti kwa Saida. Asubuhi moja, niliamka nikamkuta akiwa ameketi kitandani, macho yake yakiwa wazi kabisa bila hata kupepesa. Alikuwa kama kwenye ganzi. Nilimtikisa, hakuitika. Nilikuwa tayari kwenda hospitali, lakini kabla sijatoka, alinigeukia kwa ghafla, akaniambia kwa sauti isiyo yake, "Kelvin, usiingilie mambo yasiyo yako." Kisha akazinduka kama hakuwa amesema chochote. Alinichekea. "Mbona unanitazama hivyo?" aliuliza. Niliamua kunyamaza, lakini usiku ule ule ndoto zilikuja tena.
Nilijikuta nimesimama mbele ya mlango mkubwa wa mbao wa zamani, ukiwa umejaa alama ambazo sikuzielewa. Mlango huo ulikuwa katikati ya msitu wenye giza nene, lakini kwenye anga kulikuwa na mwezi mwekundu kama damu. Niliposogea kuufungua, sauti ya Saida ikasikika nyuma yangu. Ukifungua hutarudi kuwa yule uliyekuwa. Nilipoamka, miguu yangu ilikuwa michafu kama nilitembea kwenye udongo halisi, lakini sijawahi kutoka kitandani usiku. Kila kitu kilianza kuchanganyikana. Kazini nilianza kushindwa kufocus. Picha zangu zilianza kuharibika kama kuna nguvu isiyoonekana inayozichafua. Mara picha inaonekana sawa, lakini baadaye mtu mmoja kwenye picha anaonekana hana uso, au macho yake yanaangalia sehemu tofauti kabisa na alivyokuwa wakati napiga. Mara moja niliamua kutazama picha niliyopiga na Saida, ile ya kwanza tulipopika chakula cha usiku pamoja. Nilishtuka. Katika picha hiyo, uso wa Saida haukuwa wake. Ulikuwa umefunikwa kivuli, na kwenye kona ya picha kulikuwa na mtu yule niliyemuona usiku ule akiwa anacheka kwa mbali. Nilifuta picha hiyo haraka, lakini haikufutika. Nilipojaribu tena ikajirudia. Nikaihamisha kwenye flash, lakini flash yote ikawa haina kitu kingine zaidi ya picha ile. Nilianza kuchanganyikiwa. Kisha usiku mmoja, jambo lilitokea. Nilikuwa nimetoka job late. Nilifika nyumbani mida ya saa 6 usiku. Mlango ulikuwa wazi. Niliingiwa na hofu. Niliingia ndani, taulo ya Saida ilikuwa sakafuni. Damu kidogo ilionekana kwenye kona ya ukuta. Nilijaribu kumuita, hakujibu. Nilipoingia chumbani, nilimkuta, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa amesimama mbele ya kioo, mwili wake ukiwa na michoro ya ajabu. Mikono yake ilishikilia kioo kama mtu anayejaribu kuingia ndani yake. Lakini cha kutisha zaidi, kioo kilikuwa kinapumua. Ndio, kioo kilikuwa kama ngozi, kikipanuka na kushuka kama mapafu. Saida, nilipiga kelele. Aligeuka polepole. Macho yake hayakuwa yale niliyoyazoea. Yalikuwa na duara la kijivu kwenye mboni, na machozi yake yalikuwa meusi. Kelvin, samahani. Nilikupenda sana, lakini sasa wamejua. Nani wamejua? Waliokuwa wamenifunga. Alinigeukia kabisa, akanishika mkono. Baridi yake ilinipenya kama sindano. Umenifungua mlango ambao haukupaswa kufunguliwa. Alipoishia kusema hivyo, ghafla kioo kilipasuka. Kutoka ndani yake, mkono mrefu mweusi kama kivuli ulinyakua bega lake na kumburuza ndani ya kioo. Sauti ya Saida ikapaza kilio cha maumivu, lakini pia cha huzuni. Kuwa makini na mwanamke wa pili utakayempenda anaweza kuwa mimi. Halafu akatoweka. Kioo kilirudi kuwa cha kawaida. Kimya, kama hakikutumika kuvuta mtu hata sekunde moja kabla. Nilipiga kelele, nililia. Nilikaa hapo usiku mzima nikingojea miujiza, lakini hakurudi. Lakini niliamua kumtafuta. Kwa nini aliniambia maneno hayo? Alikuwa nani? Nani walikuwa wamemfunga? Nini maana ya mlango ule kwenye ndoto? Na mbona picha haifutiki? Ndipo niliamua kuanza uchunguzi wangu. Nikaanza na mwanamke mmoja aliyekuwa jirani, Mama Zena, mwanamke wa miaka ya 60, ambaye kila mtu alimchukulia kama mpayukaji wa mtaa, lakini nilijua ana zaidi ya anavyoonekana. Nilipomwambia jina la Saida alishtuka, akaniambia nisilitaje tena, akafunga mlango. Lakini kabla sijaondoka, alifungua kidogo mlango na kuniambia maneno ambayo yamebadilisha kila kitu. Ulivunja agano la damu. Sasa kila kitu kitaanza kurudi, hata yale yaliyosahaulika. Siku iliyofuata nilihisi kama dunia inanizunguka. Kichwa changu kilikuwa kizito. Moyo wangu ulijaa maswali ambayo hayakuwa na majibu. Lakini moja nilijua kwa uhakika, nisingeweza kuishi kama hakuna kilichotokea. Nilihitaji kujua ukweli kuhusu Saida, kuhusu kile kilichomchukua, kuhusu mimi. Nilienda kwa Mama Zena tena. Mara hii nilimkuta analisha paka wake mweupe mwenye jicho moja. Bila hata kusema neno, alinionyeshea kiti cha kukaa. Nimekuona kwenye ndoto zangu jana usiku, aliniambia, lakini hukupaswa kuiona sura ile.
Nikakaa kimya. Kelvin, aliendelea, umewahi kuambiwa kuhusu babu yako upande wa mama? Nilijaribu kukumbuka. Nilijua alikufa kabla sijazaliwa. Alikuwa mchungaji wa zamani, au ndivyo walivyonambia. Mama Zena alitikisa kichwa. Hapana, hakuwa tu mchungaji. Babu yako, mzee Godwin, alikuwa mshika agano wa kale wa kundi lililokuwa linaitwa wachukuzi wa mlangoni, watu waliokuwa na uwezo wa kushika mipaka kati ya dunia hii na ile nyingine. Nikacheka kwa uchungu. Unamaanisha nini? Hizi ni hadithi tu za mitaani. Alinitazama, kisha akanikabidhi kitu kutoka ndani ya mkoba wake. Ilikuwa ni picha ya zamani ya mzee mmoja aliyevaa joho jeusi lenye alama ya duara na msalaba uliogeuzwa. Nilitabasamu kwa mshangao wa wasiwasi. Uso wa yule mzee ulifanana na ule wa baba yangu. Halafu nikagundua kitu kingine. Picha hiyo kwa nyuma ilikuwa imeandikwa maneno kwa maandishi ya damu yaliyofifia. Agano litalindwa kwa gharama yoyote. Rithi wa mwisho atatambua kwa ndoto na kufungua milango kwa damu ya upendo. Nilihisi baridi nyuma ya mgongo wangu. Nilipoitaja Saida, Mama Zena alitikisa kichwa polepole. Upendo wako kwake ndio uliolipa agano, ndiyo maana alipotezwa. Sasa kila kitu kilianza kuungana taratibu. Ndoto zangu, kioo, mlango mkubwa, picha isiyofutika, na yale maneno ya Saida ya mwisho, kuwa makini na mwanamke wa pili utakayempenda anaweza kuwa mimi. Nilianza kuchunguza nyumba ya mama yangu mzee pale Kigamboni, palipojaa kumbukumbu za utoto. Nilipofika, nilipokelewa na hewa ya ukimya mzito. Nilitembea hadi chumba ambacho zamani kilikuwa hakifunguliwi. Mama yangu aliita chumba cha mizigo. Nilikifungua. Kulikuwa na sanduku la mbao, limefungwa kwa minyororo na herufi za ajabu zikiwa zimechorwa juu yake. Nililitazama kwa muda mrefu kabla sijalisogelea. Nilisikia sauti kichwani mwangu, taratibu kama minong'ono. Usifungue kama hauko tayari. Lakini tayari nilishalivunja agano. Tayari nimeshuhudia kivuli kinachotoka kwenye kioo. Tayari Saida alishachukuliwa. Nilikata minyororo kwa panga. Sanduku lilifunguka kwa kishindo na baridi kali ikalipuka kutoka ndani. Ndani yake kulikuwa na daftari la ngozi limeandikwa kwa wino mweusi na damu na picha ya mwanamke, Saida. Lakini ilikuwa picha ya zamani, ya miaka mingi sana. Nguo alizovaa zilikuwa za kizamani kabisa, kama za miaka ya 1800. Macho yake yalikuwa yale yale. Nilihisi kichwa kinaniuma. Nikaanza kutetemeka. Nikaanguka sakafuni. Ndipo ndoto ilipoanza tena. Nilikuwa tena mbele ya mlango mkubwa, ule ule wa zamani, wa mbao nzito uliochorwa alama zisizoeleweka. Lakini sasa Saida alikuwa upande wa pili. Alikuwa analia. Usinifuate, Kelvin, siwezi kuja kwako, lakini unaweza kuja kwangu. Nitakufuata popote. Saida, wewe ni zaidi ya mpenzi kwangu. Basi jiandae, maana mlango huo utapoteza zaidi ya muda. Utapoteza kumbukumbu, utapoteza nafsi yako. Nilipoamka, nilikuwa na damu puani. Kitabu cha ngozi kilikuwa bado kipo pale, na picha ya Saida sasa ilikuwa inanichekea. Na hapo safari ya kweli ikaanza. Niliamua kuanza kutafuta kundi la wachukuzi wa mlangoni. Nilitafuta mitandaoni, katika maktaba ya kale pale UDSM. Nikaonana na wazee wa mtaa Kariakoo waliokuwa wakihusishwa na imani za zamani. Ndipo nikakutana na mtu mmoja mchawi mstaafu aliyejiita Mzee Mwagelo. Aliishi Gongo la Mboto, kwenye nyumba ya mabanzi iliyojaa alama za ajabu. Nilipomweleza yote, aliniangalia kwa muda mrefu, kisha akasema, ukiamua kuvuka mlango ule, usirudi kutafuta Saida tu. Tafuta pia kwa nini wewe ndiye uliyekuwa mrithi. Tafuta nani alikusaliti kabla hata hujazaliwa, kwa sababu upendo wako kwa Saida ulipangwa miaka mingi kabla hamjakutana. Nilitetemeka. Je, maisha yangu yote yalikuwa sehemu ya mpango mkubwa ambao sikujua? Na ni nani aliyeupanga? Katika sehemu inayofuata, Kelvin ataingia rasmi kwenye dimbwi la milango ya giza. Atapitia majaribu ya kiroho na kiakili. Atakutana na roho zilizopotea,
Ataanza kugundua usaliti ulioanzia kwenye ukoo wake na kuelewa kwamba kuna mtu anayemfuatilia sasa, mtu ambaye hakutaka mlango ufunguke tena. Niliamua, hakukuwa na kurudi nyuma tena. Moyo wangu ulikuwa tayari umevunjika, nafsi yangu tayari ilikuwa imeambukizwa kivuli, na akili yangu ilizidi kupasuka vipande vidogo kila nilipofikiria Saida anapitia nini upande ule wa pili wa kioo. Siku moja kabla ya safari yangu rasmi ya kwanza ya kuvuka mipaka ya kawaida, Mzee Mwagelo alinituma usiku mmoja kwenda kuzika vitu vitatu katika makaburi ya zamani pale Chang'ombe, eneo lililosemwa halikuruhusiwa mtu kulitembelea baada ya saa 2 usiku. Utazika picha ya Saida, kitambaa cheusi kilichozamishwa kwenye damu yako, na kipande cha kioo kilichovunjika wakati alipochukuliwa, aliniambia. Nikifanya hivyo itanisaidia nini? Niliuliza. Utajifunza kutengana na mwili wako bila kuuacha kabisa. Utaweza kusikia waliosahaulika. Utaweza kuvuka bila kukatwa na ukingo wa wakati. Sikuelewa, lakini nilitii. Usiku huo, nilienda. Makaburi yale yalikuwa kimya kuliko kaburi lenyewe. Hewa ilikuwa nzito, kana kwamba kila unayevuta inaleta kumbukumbu za mauti. Nilichimba, nikazika vitu hivyo pale chini ya mti mmoja mkubwa wa mkungu. Halafu nikasikia sauti kutoka nyuma yangu. Kwa nini unamtafuta? Yeye hakuja kwako kwa bahati. Alitumwa, hakukupenda mwanzo. Niligeuka kwa haraka. Mtu mmoja mfupi sana, akiwa na ngozi nyeusi iliyokunjamana kama mti wa zamani, alinitazama. Macho yake yalikuwa meupe kabisa, bila mboni. Unamdanganya nani? Tangu lini mapenzi ya kweli yakawa sababu ya kuokoka? Aliuliza huku akitembea kuelekea kwangu. Nilishindwa kusogea. Mguu ulikataa. Moyo ukapiga mwendo wa vita. Ulipaswa kufa miaka 5 iliyopita, lakini ulinusurika ajali ile kwa sababu mtu alikuokoa kwa gharama yake. Unajua nani? Sikujua. Nikatetemeka. Ni yeye, Saida. Lakini kulikuwa na mkataba. Waliomfunga walikubali kukupa maisha, ila kwa muda tu. Ndipo nikasikia mlio mkubwa wa kupasuka kwa ardhi chini ya miguu yangu, na ghafla nikaanguka. Nikazama kwenye giza. Nilipoamka sikuwa duniani. Nilikuwa sehemu yenye anga la kijivu, dunia bila rangi, bila miale ya jua wala mwezi. Kulikuwa na milango mingi, milango ya mbao, ya chuma, ya kioo, hata ya udongo. Kila mlango ulikuwa na alama ya tofauti juu yake. Ilikuwa kama soko la ulimwengu wa roho, na kila mlango ulilia kama mtu anayelia kwa ndimi ya upepo. Nilitembea, nikasikia sauti nyuma yangu. Umefika, lakini mlango unaotafuta hauruhusiwi kufunguliwa. Ni mlango wa damu ya pili. Nikageuka. Ilikuwa ni Saida, lakini hakutabasamu. Hakunitazama kama zamani. Nilijua utakuja, lakini pia najua huwezi kunirudisha. Nitaweza, nitakutoa. Ukijaribu, mtu mwingine atachukuliwa badala yangu. Hata iwe nani, nitakubali. Uko tayari kuutoa moyo wako mwenyewe kwa ajili ya mtu ambaye hakupaswa kukuona kamwe? Ndiyo. Akanitazama. Safari hii macho yake yakageuka kuwa ya zamani. Upendo ukarejea kwa sekunde chache. Kisha akaniambia kwa sauti ya huzuni, basi jiandae. Mlango wa damu ya pili ni mlango wa yule uliyemsahau kabisa, yule uliyemchukulia poa, yule uliyemuumiza. Ndipo nilipojua ukweli wa kwanza wa kutisha. Mlango huo ulikuwa wa mwanamke mwingine, mwanamke niliyempenda zamani sana, Halima. Msichana tuliachana vibaya sana miaka mingi iliyopita. Niliwahi kumsaliti, kumnyima maelezo, na kisha kumpotezea bila huruma. Sikuweza kuamini. Je, Saida alihusiana vipi na Halima? Na kwa nini mlango wa kurudi kwake ulilindwa kwa gharama ya moyo mwingine wa zamani? Nilipewa fursa ya kupita mlango wa Halima kwanza, ili kuonyesha kwamba bado ninaweza kutubu. Nilipaswa kumkumbuka kwa kweli, kumwomba msamaha. Lakini je, Halima alikuwa wapi? Nilirudi duniani, lakini sikuwa mimi tena. Nilipoamka sikuwa nyumbani. Nilikuwa kwenye chumba cheusi, nikiwa uchi wa mnyama, mbele ya kioo kimoja kikubwa kilichokuwa hakionyeshi sura bali maisha yangu ya zamani. Kila kosa,
Kila uongo, kila tamaa niliyowahi kuwa nayo ilionyeshwa mbele yangu. Sauti ya Halima ikasikika kwa mbali. Ulinifanya nione kama siwezi kupendwa, ulinivunja, ukanifanya kuwa kivuli. Nililia, kwa kweli nililia, na kwa mara ya kwanza nikatambua, kabla ya kutafuta miujiza, mtu lazima akumbatie madhambi yake. Katika sehemu ya 5 mstari wa Kelvin ataanza safari ya kurudi kwa Halima, lakini atakuta ukweli mkubwa unaofunga maisha yao matatu: Kelvin, Halima na Saida. Usaliti, miujiza na maamuzi ya kifo au maisha yatakutana. Lakini pia kivuli kutoka familia ya Kelvin kitaanza kufufuka, kivuli ambacho hakikutaka agano livunjwe milele. Siku 3 baada ya kurudi duniani, maisha yangu yalibadilika kabisa. Sikuweza tena kuota ndoto za kawaida. Kila usiku nilikuwa naingia kwenye ulimwengu ule mzunguko usioisha wa sauti, machozi na sura zilizofifia. Kila hatua niliyopiga mbele ilionekana kama hatua nyingine kuelekea mahali pasipo na mwanga. Lakini sasa nilikuwa na lengo moja tu, mstari wa kumtafuta Halima. Nilianza na hatua ya kwanza, kumwandikia ujumbe, lakini namba yake haikuwepo tena. Nilijaribu mitandao ya kijamii, hakuna. Ilikuwa kama alimezwa na dunia. Nilimtafuta kupitia kwa marafiki wa zamani, hakuna aliyekuwa na habari zake. Mmoja wa marafiki zangu wa zamani, Baraka, alinitazama kwa muda mrefu sana nilipomtajia jina lake, kisha akasema kwa sauti ya chini, Halima alifariki. Nilikata tamaa kwa sekunde kadhaa, lakini Baraka aliendelea. Angalau walichoona kilikuwa mwili wake, lakini sikuwahi kuamini alikuwa amekufa. Alianza kuishi maisha ya ajabu kabla ya kupotea. Alikuwa anakimbia kivuli chake. Nikashtuka. Kivuli chake ulikuwa unamaanisha nini? Alikuwa anaishi na hofu ya mtu aliyemuumiza miaka mingi iliyopita. Alikiri alimtuma mtu akupige lakini akaghairi. Alisema yule mtu alikufa. Nilitetemeka. Nilijua anachosema. Siku moja miaka iliyopita, nilimkosea Halima vibaya sana. Nilimchukulia kama mchezo. Nilimwambia nikiwa na hasira kuwa hana maana, kuwa hawezi kufikia kile nilichokitaka mimi. Alilia, akanitoka, na usiku ule nilipata ajali mbaya sana. Ilikuwa kama kulikuwa na mtu aliyeniandama. Nilisalimika kiajabu. Sasa nilianza kuona uhusiano wa kina zaidi ya mapenzi. Mapenzi haya yalikuwa mzunguko wa makosa ya zamani, roho zilizojeruhiwa na nafsi zilizohifadhi chuki kama chuma chenye moto. Nilijiuliza, kama Halima alikufa, kwa nini mlango wake bado upo kwenye ulimwengu wa roho? Kwa nini bado ninapaswa kupita kwake ili kumfikia Saida? Ndipo usiku mmoja nilijikuta nimetembea bila kujitambua hadi nyumba ya Halima ya zamani pale Sinza. Ilikuwa imefungwa kwa miaka, lakini mlango ulifunguka wenyewe nilipousogelea. Giza lilikuwa limejaa ndani yake na hewa ikawa nzito, harufu ya maua yaliyooza ikanisonga. Nilipoingia niliona kioo kikubwa katikati ya ukuta wa sebule, na juu yake maandishi kwa wino mwekundu: kabla hajafa aliweka sehemu ya nafsi yake hapa. Hii ndiyo njia ya mwisho. Niliweka mkono wangu kwenye kioo hicho, na kwa mara ya kwanza sikuzama, nilivutwa. Nilijikuta katika bustani ya miiba. Anga lilikuwa la zambarau, na kila mti ulilia kwa sauti ya mwanamke aliyesalitiwa. Halima alisimama katikati ya bustani hiyo. Hakuwa amevaa nguo, lakini mwili wake ulikuwa umefunikwa na herufi za Kiislamu, Kiingereza na Kiswahili zilizochorwa kwa damu. Kelvin, Halima sijui naanzia wapi. Ulishaniua kwa maneno yako. Sasa unataka kuniua tena kwa huruma yako ya sasa. Nilikaa kimya. Kwa miaka mingi nilikubeba moyoni kama kidonda cha moto. Kila mwanaume aliyenifuata alikuwa kivuli chako. Nilijaribu kusahau, nilijaribu kuwa na maisha, lakini kilichonitesa zaidi si wewe tu, bali ukweli kwamba uliwahi kunipenda kisha ukasema sikufai. Hicho ndicho kilichoniharibu. Halima, nakiri, sikuwa mtu mzuri, lakini sasa ninataka kurekebisha. Sio kwa ajili yangu, bali kwa ajili yako.
kuna sehemu ya nafsi yako ilifungwa hapa. Ndiyo, nimeihisi. Na Saida, unadhani yeye hakuhusiana na mimi? Kivipi? Saida ni roho iliyozaliwa kutoka kwa maumivu yangu. Alikuja kwako kwa jina la upendo, lakini alibeba mzigo wa mateso yangu. Sasa kila kitu kilieleweka. Saida hakutokea tu kama mwanamke wa kawaida. Alikuwa mzizi wa dhambi yangu ya zamani, mvua ya damu iliyotengenezwa na maneno yangu kwa Halima. Mapenzi yetu yalikuwa tamu, ndiyo, lakini pia yalikuwa ya kisasi, ya kulipiza, ya kuonja uchungu kwa sura ya upendo. Halima akaniambia, nitaweza kukuachia njia ya kwenda kwa Saida, lakini si bure. Lazima ukumbatie kila kosa lako, na lazima ukubali ukikutana na Saida tena, huenda usimrudishe, bali umwachie afanye chaguo lake. Nilikubali. Basi mlango ukafunguka, lakini kabla sijaingia, sauti kutoka mbali sana ikaita. Ilikuwa sauti ya mwanamke mwingine, mama yangu. Kelvin, usifungue mlango huo, sio wewe tu unayetafutwa. Nikageuka. Kwa mara ya kwanza nilimuona mama yangu akiwa mzee sana, akiwa anatembea kuelekea bustani ile. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Alinipa barua. Hii ilikuwa siri niliyoficha miaka mingi. Baba yako sio yule unayemfahamu. Baba yako ndiye aliyefunga mlango huo kwa damu ya Halima. Nilitetemeka. Barua hiyo ilikuwa na alama ile ile niliyowahi kuiona kwenye picha ya babu duara na msalaba uliogeuzwa. Ndipo nikatambua, safari yangu haikuwa ya kumtafuta mpenzi tu, bali ilikuwa ya kuzika mizimu ya ukoo wangu. Katika sehemu ya 6, Kelvin ataingia kwenye mlango wa mwisho, atakutana na sura ya kweli ya Saida, iwe ya mapenzi au kisasi. Atagundua siri ya baba yake mzazi na ukweli kuhusu kundi la wachukuzi wa mlangoni. Lakini mwisho wa yote, Kelvin atatakiwa kuchagua kati ya kuokoa roho moja au kulinda dunia nzima dhidi ya mlango wa mwisho wa giza.